wazazi wapenzi, jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKAID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea redio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la 10. Kipindi Kusoma na kuandika. Darasa la Kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Abedi, leo tutafata hadisi, kisha tutatunga misemwa na maneno mapya, na kwa mwisho tutajibu kwa maswali kuhusu hadisi tuliosikia. Mama mwalimu, nataka kuenda kucheza na marafiki wangu. Inakuwa siku nyingi kabisa. Safi, usinisirikishe tafadhali. Unajua ya kwamba siku hizi inakatazwa kucheza nje kwa sababu ya hatari ya virusi ya korona? wanafunzi wapenzi. Sababu gani mama mwalimu anasema na sauti hii? Safi, usinisirikishe tafadhali. Mama mwalimu anaonekana kuwa mwenye kusirika leo. Sasa mzee rafiki, tutafanya nini kusudi tumupe mama mwalimu moyo? Mama mwalimu, ukisikia kisirani au roho kuluma, ukiona mtu, jaribu kukaa mbali naye kidogo au kufunga macho yako dakika chache. Wanafunzi wapenzi, mzee rafiki ameomba nifanye nini kusudi nisiwe tena na kisirani. Mzee rafiki amesema, ukisikia kisirani au roho kuluma, ukiona mtu, jaribu kukaa mbali naye kidogo au kufunga macho yako dakika chache. Aksanti mzee rafiki. Marafiki, sasa tusimame, tuimbe wimbo kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika, Kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika, Kipaumbele cha vipaumbele. Hata kizuio cha ugonjwa, Tutajifunza kusoma na kuandika. hata tunabaki nyumbani, Tutajifunza kusoma na kuandika. hata virusi ya kila aina Itapita, tutarudi shuleni. kusoma na kuandika, Kipaumbele cha vipaumbele. kusoma na kuandika, Kipaumbele cha vipaumbele. Marafiki, tumeimba vizuri. Najisikia mwenye furaha. Aksanti wanafunzi wapenzi. Aksanti wazazi wapenzi.
Mzee Rafiki, utuhadisie hadisi. Hakuna shida, nitawahadisia hadisi, lakini mbele ya yote nitawauliza maulizo. Ndiyo, mzee Rafiki. Kila mmoja aangalie mwili wake. Narudilia, kila mmoja aangalie mwili wake. Sasa wanafunzi wapenzi, kila mmoja ataje sehemu za mwili wake. Narudilia, kila mmoja ataje sehemu za mwili wake. Sikilizeni tena. Unafanya nini kusudi mwili wako uwe na afya njema? Narudilia, unafanya nini kusudi mwili wako uwe na afya njema? Wanafunzi, kufuatana na maulizo nimewauliza, munawaza hadisi yetu ya leo itazungumuzia kuhusu nini? Mimi nawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu usafi wa mwili. Mimi nawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu sehemu za mwili. Ndiyo, wanafunzi wapenzi, hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu usafi wa mwili. Leo nitawahadisia hadisi usafi wa mwili. Hadisi njoo. Njoo hadisi. Usafi wa mwili. Safi ni mtoto msafi. Anasafisha kila sehemu ya mwili wake. Anasukua mikono yake. Baba analeta sabuni. Sabuni inasaidia kwa kusafisha mwili wetu. Feza anachanua nywele zake. Kichwa chake ni safi sana. Nywele za Feza ni safi sana. Wanafunzi, munawaza Feza atafanya nini kusudi ajue jinsi nywele zake ni safi? Mimi nawaza anauliza ndugu zake. Mzee Rafiki, endelea na hadisi. Feza anaangalia sura yake ndani ya kioo. Anachanua nywele zake. Amesafisha kichwa chake vizuri sana. Mdogo wetu hajui kuoga. Hawezi kusukua mwili peke yake. Anatia mikono juu ya kichwa chake. Mdogo wao hajui kuoga. Sasa wanafunzi wapenzi, munawaza kama mdogo wao atabaki tu mchafu sababu hajui kuoga? Marafiki, tufuate mwisho wa hadisi yetu. Mama anasukua miguu, mgongo na kichwa cha mdogo wetu. Sasa sisi wote mwili wetu una usafi. Tumesukua miguu, mikono, mgongo, tumbo na kichwa.
Ni hadithi nzuri sana. Tafadhali mzee rafiki, utuhadisie mara ingine. Usafi wa mwili. Safi ni mtoto msafi. Anasafisha kila sehemu ya mwili wake. Anasukua mikono yake. Baba analeta sabuni. Sabuni inasaidia kwa kusafisha mwili wetu. Feza anachanua nywele zake. Kichwa chake ni safi sana. Feza anaangalia sura yake ndani ya kioo. Anachanua nywele zake. Amesafisha kichwa chake vizuri sana. Mdogo wetu hajue kuoga. Hawezi kusukua mwili wake peke yake. Anatia mikono juu ya kichwa chake. Mama anasukua miguu, mgongo na kichwa cha mdogo wetu. Sasa sisi wote mwili wetu una usafi. Tumesukua miguu, mikono, mgongo, tumbo na kichwa. Aksanti mzee rafiki. Sasa tutatafuta maneno magumu ndani ya usomi wetu. Wanafunzi wapenzi, ndani ya hadithi yetu ya leo, mulisikia maneno magumu gani? Mimi nilisikia msemwa baba analeta sabuni, lakini sijui maana ya neno sabuni. Wanafunzi, neno sabuni ni kusema nini? Sabuni ni kifaa tunachotumia kwa kusafisha mwili wetu, mavazi na vitu vingine. Abedi na Safi, munaweza kuleta msemwa unamo neno sabuni? Kaka yangu ananunua sabuni 3. Kwa kujikinga na virusi ya korona, tunawe mikono na sabuni. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete msemwa unamo neno sabuni. Wanafunzi wapenzi, ni maneno magumu gani mengine mumesikia? Mimi nilisikia msemwa feza anaangalia sura yake ndani ya kioo, lakini sijui maana ya neno kioo. Wanafunzi, neno kioo ni kusema nini? Kioo ni kifaa tunachotumia kwa kujiangalia. Abedi na Safi, munaweza kuleta msemwa unamo neno kioo? Baba yangu anapenda kujiangalia katika kioo. Kioo changu kimepasuka. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete msemwa unamo neno kioo.
Wanafunzi, mumetaja maneno mapya na mumetunga misemo na maneno magumu. Ni vizuri sana. Abedi, angalia mzee Rafiki. Ananawa mikono kisha kufungua mlango wa nyumba yake. Safi. Mzee Rafiki anapenda kizungu sana. Abedi, naona siyo kizungu. Nawaza kuna sababu. Tumuulize. Wanafunzi wapenzi, mnawaza ni sababu gani mzee Rafiki ananawa mikono kisha kugusa mkono wa mlango? Mzee Rafiki, leo tumeona kisha kufungua mlango wako umenawa mikono. Ni sababu gani? Safi na Abedi, mumenitazama vizuri kabisa. Mama mwalimu, uwafasirie watoto sababu gani ninanawa mikono kisha kugusa mkono wa mlango. Wanafunzi wapenzi, virusi ya korona inaweza kuishi kwenye vitu au nafasi wakati mrefu, hasa ndani ya vitu. Wanafunzi wapenzi, mama mwalimu amesema nini? Marafiki, virusi ya korona inaweza kuishi kwenye vitu au nafasi wakati mrefu, hasa ndani ya vitu. Sikilizeni wanafunzi wapenzi, lazima tuwe waangalifu kwa kile tunagusa na tunapaswa kunawa mikono kisha kugusa fasi au vitu vyenye watu wengine waligusa. Wanafunzi wapenzi, tunapashwa kufanya nini kisha kugusa fasi au vitu vyenye watu wengine waligusa? Marafiki, tunapaswa kunawa mikono. Sasa wanafunzi wapenzi, kila mmoja anawe mikono yake. Wanafunzi, kuna baki sekondi 30. Wanafunzi wapenzi, semeni sasa vitu munagusa wakati wa mchana. Mimi nagusa mlango, mtwangio, kabumbu. Na mimi nagusa viti, vikombe vya chai na mkono wa mlango. Aksanti wanafunzi wapenzi. Wanafunzi wapenzi, sasa mutajibu kwa maulizo kufuatana na hadithi yetu. Mbele ya yote, fuateni vema hadithi
usafi wa mwili. Usafi wa mwili. Safi ni mtoto msafi. Anasafisha kila sehemu ya mwili wake. Anasukua mikono yake. Baba analeta sabuni. Sabuni inasaidia kwa kusafisha mwili wetu. Feza anachanua nywele zake. Kichwa chake ni safi sana. Feza anaangalia sura yake ndani ya kioo. Anachanua nywele zake. Amesafisha kichwa chake vizuri sana. Mdogo wetu hajue kuoga. Hawezi kusukua mwili wake peke yake. Anatia mikono juu ya kichwa chake. Mama anasukua miguu, mgongo na kichwa cha mdogo wetu. Sasa sisi wote mwili wetu una usafi. Tumesukua miguu, mikono, mgongo, tumbo na kichwa. Jibu sasa kwa maulizo. Nani analeta sabuni? Narudilia. Nani analeta sabuni? Ni baba analeta sabuni. Sikilizeni tena. Feza anaangalia nini? Narudilia. Feza anaangalia nini? Feza anaangalia sura yake. Sikilizeni. Sehemu gani ya mwili wa mdogo wetu mama anasukua? Narudilia. Sehemu gani ya mwili wa mdogo wetu mama anasukua? Mama anasukua miguu, mgongo na kichwa cha mdogo wetu. Sikilizeni tena. Unawaza sababu gani baba analeta sabuni? Narudilia. Unawaza sababu gani baba analeta sabuni? Marafiki, mimi nawaza baba analeta sabuni ili wasafishe mdogo wetu. Aksanti sana wanafunzi. Munajua kujibu kwa maulizo. Tupige mikono. Tunajua kujibu. Tunajua kujibu. Sasa tutafanya mchezo wa kupiga mikono. Tutasema maana ya neno ya hadithi. Kama ni sawa, mupige mikono. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni kwanza gisi mama mwalimu na Safi wanacheza. Sabuni ni kifaa tunatumia kwa kusafisha mwili wetu, mavazi na vitu vingine. Ni sawa. Tumepiga mikono sababu sabuni ni kifaa tunatumia kwa kusafisha mwili wetu, mavazi na vitu vingine. Wanafunzi wapenzi, sasa na nyinyi mucheze pamoja na Abedi na Safi. Abedi na Safi watasema maana ya neno. Kama neno ni sawa, mupige mikono hivi. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni vizuri. Munasikia? Kioo
ni kifaa tunatumia kwa kujiangalia. Narudilia, kioo ni kifaa tunatumia kwa kujiangalia. Mimi nimepiga mikono. Msemwa ni sawa. Sikilizeni tena. Tunasafisha mwili na kioo. Narudilia. Tunasafisha mwili na kioo. Mimi natingiza kichwa. Msemwa huu si sawa. Munajua kucheza. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi wapenzi, wanafunzi, mulipenda nini katika hadithi usafi wa mwili? Mimi nilipenda jinsi Feza anaangalia sura yake ndani ya kioo. Anachanua nywele yake na anasafisha kichwa chake vizuri sana. Mimi nilipenda jinsi mama anasukua miguu, mgongo na kichwa cha mdogo wetu. Wanafunzi wapenzi, kisha kipindi chetu, kila mmoja achape ndani ya buku yake kenye alipenda zaidi katika hadithi yetu. Anayejua kuandika, aandike jina ya chochote amechapa chini ya chapo lake. Mzungumuzie watu wa jamaa yenu hadithi usafi wa mwili. Wazazi wapenzi, kuongezeka kwa mchoko kunaweza kusababisha wanamemba wa jamaa kuwa na kisirani mbaya mbele ya wengine. Basi tujifunze kudhibiti mchoko wetu kwa faida yetu sisi wenyewe na jamaa yetu. Aksanti. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 0820800095 0820800095. Munatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha, kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Accelere 1 chini ya udhamini wa mashirika USAID na UKAID. Aksanti kwa usikilivu wenu mwema. Aksanti, kwaheri kwa wote.